Mauaji hapa na pale ni changamoto kubwa ndani ya taifa, lakini baba wa taifa aliposimama na kusema uwezo tunao na nia tunayo, huu ni uthabiti katika changamoto. Leo hii tunapozungumzia vita ya Kagera, tunakwenda kumzungumzia baba wa taifa kwa sababu ya legacy aliyoiacha kulingana na huduma aliyoitoa, akiacha cheo pembeni. Unaweza ukasema mimi ni rais, unakwenda kupigana wewe kama rais. Hapana, huu wananchi wanahitaji huduma, wananchi wanahitaji utatuzi. Changamoto ni kubwa, ni huduma gani unapelekea wananchi? Huduma inaweza ikaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya uhamasishaji. Baba wa taifa anaposimama mbele ya wananchi, anapokwenda mbele ya wananchi, anawahamasisha wananchi, uwezo tunao, nia tunayo ya kumuondoa Idi Amin, kwa maana amevuka mipaka. Huu ni uthabiti katika changamoto. John Pombe Joseph Magufuli anapokuja na kusema ya kwamba wakati wa corona tunao uwezo wa kupambana na janga hili kwa kutumia tiba zetu za asili zilizopo hapa. Huu ni uthabiti. Hata leo hii inapokuja corona, tunaposikia habari za hapa na pale, wengi hufikiria masuala kujifukiza. Huu ni uthabiti katika changamoto, na hii ni legacy. Kwa hiyo ili uweze kuacha legacy, hakikisha unakuwa na uthabiti. Changamoto zinapotokea katika uongozi, kama ni MGI, kuna changamoto zimetokea, tunaamini kiongozi wa MGI atasimama imara. Legacy leader hafifii pale mambo yanapokuwa magumu. Mambo yanapokuwa magumu ndipo anaposimama na kuonyesha uimara wake na uthabiti wake. Ya mwisho, in order to be a leader, people will remember you forever. In order to be a leader wa namna hiyo ambayo utaacha legacy, pointi ya 7 inasema hivi: ishi kwenye kusudi. Legacy huanza kwa kujua kwa nini unaongoza. Purpose driven leadership, kuishi kwenye kusudi. Kusudi la hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupambania uhuru ama kupambania muungano, akiwa na dhamira ya kuweza kuunganisha taifa la Tanganyika na Zanzibar, alikuwa na kusudi la kuashiria unit, umoja. Na moja kati ya mambo mengi ambayo yalikuwa yakizungumziwa wakati ule wa miaka ya 1960 chini ya Kwame Nkrumah, rais wa Ghana hayati hivi sasa, alikuwa akitaka Afrika tuungane, tuwe na unit, umoja. Moja kwa moja kwenye kulikamilisha kusudi hili la umoja, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anakwenda moja kwa moja kuchukua mataifa mawili. Anaanza kwanza nyumbani, anachukua Tanganyika, anachukua na Zanzibar, inakuwa taifa moja Tanzania. Kusudi kuu lililopo pale ni umoja, unit. Umoja wenye maslahi yafuatayo: umoja kuhakikisha amani, upendo na mshikamano. Ameishi kwenye kusudi la kuhakikisha kuna haki za ubinadamu, human rights. Una uhuru wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uhuru wa Mtanganyika kwenda Zanzibar, wa Zanzibar kuja Tanganyika. Huku ni kuishi kwenye kusudi. Sasa kiongozi wa sasa hivi ambaye tunaye madarakani, ama kiongozi anayetarajia kuja madarakani, lazima aishi kwenye kusudi la matakwa ya maono ya nchi inapoelekea miaka 50 ijayo. Anaishi kwenye kusudi la ilani ya chama, anaishi kwenye kusudi la katiba
ya chama. Kusudi hilo akilizingatia, atahakikisha anayakamilisha yale mengi ambayo nchi inatazamia iweze kuyafikia, chama kinatazamia kiweze kufikia, na mwananchi hitaji lake la moyoni ama hitaji lake la maisha yake kila siku litaweza kufikia. Kwa hiyo ili kiongozi uweze kuacha legacy, hakikisha unaishi kwenye kusudi. Kwa hiyo hizi ndizo principle 7. Sasa principle hizi 7 zinakamilishwa kwa maneno haya: legacy si kitu tunachokijenga mwisho wa maisha, tunakijenga kila siku kwa maamuzi tunayoyafanya. Legacy si kitu tunachokijenga mwisho wa maisha, tunakijenga kila siku kwa maamuzi tunayoyafanya. Tumegundua kuwa legacy haijengwi kwa nguvu, bali kwa mifumo, kwa maadili na kuzaa viongozi wengine. Narudia tena, tumegundua kuwa legacy haijengwi kwa nguvu, bali inajengwa kwa vitu hivi vitatu. Legacy inajengwa kwa mifumo, legacy inajengwa kwa maadili, legacy inajengwa kwa kuzaa viongozi wengine. Ukimtizama baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ukimtizama John Pombe Joseph Magufuli, mifano ya haraka kama Anthony alivyoweza kuiwasilisha, ni kwamba legacy walizozifanya, walijenga mifumo, walikaa kwenye maadili na walizaa viongozi wengine. Swali langu kwenu, kama ungeondoka leo madarakani ama utaondoka leo madarakani, nini kingeendelea kuishi ama nini kitaendelea kuishi baada ya wewe kutoka madarakani? Kama utaondoka madarakani leo, kama utaondoka leo madarakani, kama kuna wenzetu hapa wana madaraka ya chama, ya taasisi, kama una madaraka leo hii, ukiondoka madarakani, nini kitaendelea kuishi mara baada ya kutoka madarakani? Na hiyo ndiyo legacy. Asanteni sana, nashukuru sana, karibuni sana. Asante sana engineer. Sasa kwa dakika 5 naomba nikaribishe kama kuna mtu ana swali, maoni kabla sijamkaribisha mzungumzaji wa pili. Dakika 5. Karibuni sana. Yeyote mwenye swali, maoni, ushauri, kama tulivyosikia kutoka kwa mzungumzaji wetu wa kwanza, karibu sana. Hakuna swali, ushauri, maoni? Hakuna. Basi nichukue nafasi hii kushukuru sana engineer. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Sawa sawa.